Ah, sikia. Naona mambo sio mabaya. Karibu sana mwanangu. Bana asante. Na hapa nishakaribia. Karibu. Asante sana kaka. Sasa nisikilize. Kama alivyoniambia hapa Sky, nimepita tu mara moja kumidokezea jambo. Okay. Niko na mchongo. Na ni mchongo wa maana sana. Na huu mchongo tukiufanya vizuri 100% tunabadilisha maisha yetu. Leta mchongo mwanangu. Unajua nasisitiza makini kwa sababu gani? Kwa huu mchongo hatuko peke yetu wala mimi siko peke yangu. Nisikilize basi Max. Kuna mtu wa ramani nzima ya huu mchongo. Na mimi nimepita hapa kidogo kumidokeza, ninapotoka hapa ndo naenda huko kwa mtu wa ramani. Oe, sasa ni nani ambaye yuko nyumba ya mchongo ambaye atakujumuika na sisi kwenye kazi? Sasa Max, usitaki kujua mabosi zangu. Wewe kila siku mtu anakuletea kazi. Na nakuleteeni kazi kwa sababu naamini. Na kwenye kazi hii sitaki mniangushe kwa sababu mkiniangusha yani ni kama tuseme sisi mmenizalilisha, sisi mmefanya kwa sababu huyu mtu tunaheshimiana vizuri na ni michongo ya pesa. Kama tukianza kufanya michongo sio ya milioni 100, sio milioni 200. Hii sasa ni michongo ya bii kwenda mbele wazee. Shafa. Ila sasa nisikilize kwanza mimi. Yaani nisikilize kwanza mimi. Shafa. Huko nakoenda naenda kupewa formation nzima ya mchongo wenyewe. Na ni mchongo wa maana kama alivyoniambia. Ninachotaka ni makini. Usije ukatuchomesha mwanangu. Yaani haina kuchomesha, yaani tunabadilisha maisha. Mimi nakuelekeza kama mwanangu. Nakuelekeza. Mchongo tunapiga sio milioni 200, sio milioni 100, sio milioni 100. Sasa hii tunapiga babu ni bii kwenda mbele. Tunabadilisha nini? Maisha. Nadhani tumeelewana. Nitapangilia kila kitu. Sasa ndo maneno. Basi ishia. Basi poa mwanangu. Ila mimi sikutoi sasa. Usijali. Hapa nyumbani kwako. Jinsi nilivyomkuta uweze kumtoa. Basi poa. Haina noma basi. Uhakika mwanangu. Poa. Sikia mchongo. Mambo mimi bwana nataka. Kumwamini na kuamini. Lakini sasa nataka mchongo bwana. Sipati picha ile dili kitiki. Nashukuru kwa ujiono. Nilipata taarifa zenu za utendaji wa kazi. Na huyu ni afisa mapato wa Tanzania nzima. Na akaunti yake na pesa nyingi sana, mabilioni ya fedha. Na pesa yake haweki benki. Anaweka nyumbani. Na kila anapotoka asubuhi huwa anabadilisha siri namba. Atakapotoka asubuhi na anaporudi jioni. Kweli hiyo bala. Sasa tunawezaje kujua hiyo siri namba yake? Bali yakuwa tujue muda maalum anaotoka asubuhi nyumbani kwake na muda anarudi jioni nyumbani kwake. Utafanyaje hapo? Mchongo ni pesa. Yaani tunatakiwa tupate namba yake ya siri ya kwanza kabisa kabla hajatoka nyumbani kwake asubuhi. Ili sisi tukienda pale mchana tunaingia kwa urahisi zaidi, kiwepesi zaidi. Hiyo sio njia sahihi. Ila sasa nisikilize. Mchongo uko hivi. Sisi pale tunaingia saa 11 alfajiri. Tukishafika pale tuna hack mtandao yao. Alafu tunaingiza, tunakusanya data virus zote katika database. Alafu tunaingiza virus. Si mmenielewa? Tunafika pale saa 11 alfajiri. Tuna hack mtandao yao, tunakusanya database zote za mawasiliano mule ndani. Alafu tunaingiza virus. Tukishaingiza virus, tutasubiri wao wapige simu kwa watu wa IT service waje kurekebisha mitandao yao. Na kwa sababu sisi tumesha hack ile mtandao yao, simu zitaita kwetu. Simu zikiita kwetu, sisi tutasubiria mkusanyiko ndio tutaingia pale. Tukishafika pale tunafanya marekebisho ya software zao zote za mule ndani, moja badala nyingine, mpaka tunafikia ile box account la mzima. Kisha tunatenga pale kinasa fingerprints, alama za vidole, alafu tunachukua mzigo wenye kiwepesi sana, kiulaini kwa kutoka. Au vipi gani? Wewe umeonaje? Nimeisha hilo. Sema nini? Ngoja niingie toilet hapo. Pangeni basi mambo vizuri alafu. Sisi tupange tena, yeye na shida imeisha, sisi tusubirie kesho asubuhi.
ndio tukafanya misheni. Mbona sasa Max? Mpaka dakika hii mtu hajafika. Shida nayo mwanangu, wewe ndio mwanangu unakuwa sio na mambo gani mwanangu? Sio wasiwasi. Kwanza mwenyewe ujishtukie, sio watu wa kiume tuko hapa, mtu akike huko nyuma. Alafu tunamwachaje mtu akike nyuma sasa? Na ndio maana tuliamua kupita kila mtu njia yake kwa sababu hiyo. Sababu ile mzigo kubilia. Kupita kila moja njia yake. Ule mzigo tungeshika sisi. Wewe mwachaje mzigo mtu wa kike? Asa umeona ule mzigo kumwacha yeye, watu hawezi kuwa na wasiwasi na yeye. Ndio mambo ya kufanya mapenzi na kazi. Ndio mambo haya yanakuja kuharibu kazi. Mimi nishakwambia usio na wasiwasi mwanangu. Yuko wapi sasa? Wewe sio mchongo mwanangu, mbona kama hivyo sasa? Mchongo tushapige, tulia. Mpigie simu aje. Sasa hilo ndio umesahau wewe, sio mpigie simu aje. Basi sawa, mpigie simu. Sasa ngoja nimpigie basi. Mwanangu unakuwa na pressure. Lazima uwe na pressure. Tushapita nyumbani mwanangu, tulia. Hii mchongo tumefanya na watu unajua. Sisi huyu hapo shemeji yako na mwanangu bora mambo mengi. Jamani. Hebu ngoja kwanza, hebu njoo. Sasa njoo ni nini mwanangu, nakati unaona mzigo tayari ushaingia mwanangu, unaenda tuone sasa mzigo. Ngoja kwanza mzigo huu hapa mwanangu. Kuni ndio na pressure. Bana hebu tulia wewe, pressure na nini? Mali hapa. Mali hapa, eh? Sasa ulikuwa na pressure ya nini mwanangu? Mzigo huu kama wote, eh? Hizo. Wewe kawana hapa kwako wapi? Oya. Je, tumetoboa. Sasa kumbe nafikiri vipi mwanangu? Bana wale faza mimi namkubali. Au sio? Yule Doni? Doni mimi namkubali. Kwa sasa mwanangu hapa, sasa mzigo shingia nyumbani. Bana maisha yamebadilika. Mlango wenyewe sijafunga bwanangu. Sema hapa kwako washindwa kujiamini. Sasa cha kufanya ni kubwa peleke ndani. Basi mwanangu peleka mzigo tu ndani. Sasa mwanangu, chongo ndo kamba huo sasa mwanangu, hapo maskini ndo bye bye. Mwanzo unajua alikuwa na wasiwasi kwa sababu unajua hizi kazi tunafanya na watu tunaheshimiana nao. Hapo mwanangu hapo fresh mwanangu. Au si unyama? Hebu wewe nionyeshe tu sehemu. Wewe una chumba cha pili kutoka kwangu hapo mwanangu. Chumba cha pili. Basi njoo nionyeshe. Naomba. Mwani. Ninaisha mwenyewe au sio nijiongeze? No baby. Basi mimi ngoja nani? Ngoja nijiongeze tu bwana. Utafanyaje? Ndio mnaisha shemeji yako. Mimi sitaki tukae sana hapa ndugu yangu. Ndio. Nataka unisindikize sehemu. Nifuatilie masuala ya passport na namba za NIDA hizi. Ili niweze kuanza safari. Wewe kama unaenda mwanangu. Wewe nenda, mimi unajua ndoto yangu ilikuwa ni kufanya nini? Mpango wa kufanya kufungua ile biashara. Ulishaniambia muda mrefu. Ila mimi unajua hata baadhi ya ndugu zangu hawapo hapa. Ndio maana hata kuishi hapa anakuwa mzito sana. Hii nchi yenu bana. Ina mambo mengi. Ila tu nashukuru kwa sababu msemo ambao nimebadilisha maisha. Ndio. Pesa ni rafiki wa shetani. Sasa wewe ni makini sana maana kujua. Mwambie kabisa. Ndio maana mwambie bwana, msisitiza. Ngoja kwanza. Uona jua vipi? Yaani uona jua kushinda shemeji yako? Basi kwa huko ndugu yako. Usilele mtoto hapa nyumbani. Sisi tunajuana. Bibi, sikatania tu. Atania nyumbani hapo. Hebu nipe maji nayo tu. Hebu fanya tuondoke. Kula kwanza matunda wewe. Matunda chakula. Kila mwanangu anambia tunajua unajua kushinda shemeji yako bwana. Hamna ndugu yangu. Mimi nilikuwa tunasisitiza maana najua pesa tena. Na wewe si ninajua ndugu yangu. Acha mambo. Bwana acha mambo yako bwana. Bibi acha nipeleke haraka wewe. Sitaki. Na ikirudi hapa kesho. Sitaki. Mtu mwenyewe sana anajiandaa kwa ofisi zikafungwa. Nisikilize. Yaani ukitaka nisikomwambia. Sio nipende. Ndio. Niambie kwanza unanipenda. Nasi nielezeaje sinakupenda. Basi twende wote. Ni kama unanipenda twende wote. Sibaki. Yaani kuna kanamna fulani. Yaani kuna kanamna fulani unadivyo.
Asitaki maneno mengi. Usiniache sasa. Twende basi. Bado mgeni na kuchangamka wifi yako unamwona mgeni wapi? Bado mgeni. Wewe, ngoja kwanza. Wewe na nataka wifi yako huyu hapa sasa. So unajishikashika. Jamani wifi, ndio nisaidie kuongea. Si bado mgeni jamani. Jamani, tukafika tu. Wakati yako mjumba wote unalomba kutupigia simu tuache kuja siku zote hizo. Mimi kila siku naambia mjenye hamtaki. Sikilizeni kwanza. Kama niendeleaje? Yuko poa amekumisa hatari. Bibo. Jamani sio wewe. Shahidi. Shebdali. Na. Vipi? Sasa tutamshukuru Mungu wetu kwenu bado tunaniacha hoi. Wewe bado ubaki peke yako wewe. Tatiza ni huko. Baba. Ni pale njiani bado kidogo nijikwa yani niliona hivi mimi. Wewe utaka kulipa mimi siri yangu kisha nyamaza. Kwanza twendeni niwapeka wanashamba vyenu kwanza. Shanichanganya. Lete una sijamsaidia mzigo wake basi atalalamika huyu. Kama mzigo ni muisti. Wewe ndio wewe. Mimi na usingizi kwa kusema na hizo tatizo. Sikiliza. Nikupatie kwa Lazima ninazo nyingine haina. nitakupa kwa kubadilisha kuja sasa. Sikiza mdogo wangu. Naam. Naona bra zako ile yale maadio ya showroom zile ile michongo nimempa kanizengua, ila kuna michongo nataka nikupe zaidi ya ile. Nielekeze. Wale mimi nataka waondoke katika hii dunia, yaani tuwapoteze kwa ujumla. Unaweza muongelea brother na shemeji? Ya. Hiyo issue unaweza Brother na shemeji kupoteza kwenye sema kwa sababu mmeletea na utofauti na nini na kila kitu.
nipiga picha kakaangu mimi natoka kijijini mjini ujue kuja. Napanga kurudi nyumbani eti kwamba kama nilivyorudi. Kwa mimi naona kwa hilo ambalo umenielekeza naliweka sawa. Kwa hilo halina shida. Nitafanyia kazi kamilifu. Haina shida mdogo wangu, tupo pamoja. Unakunywa kinywaji gani? Kinywaji bwana, mimi ndugu yangu sasa hivi kidogo nimepumzika. Kunywa mvinyo. Kitu hivyo kidogo nimepumzika sasa hivi na nimejaribu kuweka afya sawa na kufanya mazoezi, kunywa maji nini. Sawa, haina shida. Hivi unajua mwanamke uliponipa taarifa za kusaini mikataba unajua nimejisikiaje? Unanifinya tena mimi. Yaani nataka nikuone. Unione. Sawa mama. Alafu ndo bwate. Haya. Sema. Yaani majukumu yote hapa nyumbani nimekuachia wewe. Ilikuwaje mpaka watu wanasaini mikataba ule? Sikiliza kwanza Max. Wakati mnasaini wakati unaleta ndugu zako hapa humu ndani. Ulinishirikisha? Kwa anayeangalia mazingira hapa nyumbani nani sasa kama sio wewe? Nari yangu kila kitu mengine yote ndakushikilia mimi. Sasa wazima ndugu zako bado unakimbilia hicho kitumbo chako. Unataka kunipata kichwani, si ndio? Kumbe wote sio wazima, familia wote. Okay. Wewe na ndugu zako. Hayo maswali mengine yote ukitaka vizuri mambo kwa shedi. Ita ndugu zako waje hapa. Niite ndugu zangu mama. Kwa mimi ndo ndugu nao. Na hicho kitumbo chako mama umeweza kuliingia, si ndio? Tena. Sikiliza. Ukija kule ndani, uje na mada nyingine. So hii nimechoka. Vipi? Unaondoka? Hivyo ndio nilikuwa nataka sasa hivi. Mr. Domi. Mr. Domi. Mr. Domi lazima nije kwako. Mr. Domi lazima nije kwako. Sasa mdogo wangu mimi sijui hata nikubebaje yani. Shemeji. Kaka. Naam. Kwanza naomba leo tukutane hapa hivi. Kwa sababu ya jambo ambalo nimeweza kulifanya, jambo ambalo naamini nimeweza kuwatatiza na nimeweza kuwakwaza parefu sana. Kaka, mimi nimeenda kusaini mikataba ambayo sifahamu. Ni jambo ambalo nilifanya kwa kutokuelewa na kwa kutokujua ni nini ambacho nakifanya. Niliamini kwa kufanya lile jambo labda ningeweza kubadilisha, ningeweza kufanya kitu ambacho kingeweza kutusaidia katika
namna moja au nyingine, lakini najikuta ni kama nimeingiza gari chaka. Sasa hivi ndio unaona kwamba kuna umuhimu wa kuja kuniomba mimi msamaha sasa. Lakini muda ule wakati unaona sasa hizo karatasi ulimshirikisha nani? Unajua nyumbani shemeji yako yupo. Mimi unaweza kunipigia simu, unaamua tu kusaini tu, yani unaona kama sasa mji ushauweza sasa. Unaujua yani. Bana. Sasa hiyo hapana, mimi naisaidia nini? Niko naangalia hapa. Showroom ishafungwa hapa, nenda sasa kichwa ndio kuchanganyikiwa hapo, nataka kuingiza sijui bila sigani mimi kichwani. Unaona mimi mtoto ni. Kuna watu wangapi wanataka hii kazi? Mjini kuna watu wangapi wanateseka? Hawana kazi. Wewe unakopa kazi ndio unaharibu yani Hasara kiasi gani hapo unapitia mpaka kichwa chake kinaniuma, kichwa kinachanganyikiwa hii. Utakuleta mambo gani sasa hizi mimi? Unakuja si rahisi tu kwamba ndio. Hebu nisikilize kwanza. Kwanza ile jambo nataka kwanza niishi hapa. Maana ushachanganya. Wewe ndio ndo mvuruga kabisa, ni bora tu yaani usingekuja kabisa yani hapo. Unaita mngojea. Unaita mngojea. Wewe nini wewe? Usiniteke kabisa masiara mwenyewe. Naomba tuliache kwanza kuja niondoke. Wewe. Sio kanichanganya kwanza. Samahani kaka. Shemeji. Naomba ujaribu kuongea na ndugu yangu. Mimi naenda kufanya haya jambo nikiamini kwamba labda ningeweza kurekebisha katika namna moja au nyingine. Nijikuta ni kama nimepoteza, ni kama nimefanya fungu la kukosa shemeji yangu. Mama nisamehe shemeji. Ngana kaka. Msajili nitaongea naye ila lakini mimi sijapenda. Kweli shemeji, naomba nisamehe. Halitokeza tena na mimi. Halitokeza tena. Ndugu yako tunamwona. Nitajitahidi kuongea naye ila tu. Sasa pole shemeji yangu. Tatafuta nami nitakuwa sawa. Tatafuta namna. Nitajitahidi kuongea naye. Baadaye.
Nipo huko na suza hivi vyombo. Safi. Ndio mshauri. Ndio sana kiamka sisi na lazima hivi. Haya, na sisi tunatoka mimi. Naisha shule. Mami. Ukasema hivi sasa unajua kushiba. Ona. Hapo ni mada sana. Nakwambia hivi sana. Jiandae basi, nikirudi nimekuta ushajiandaa na namba wapi kwa tena. Wewe nawe nataka nipeleke dukani. Yaani mami hapo kwenye duka, yaani ungeniambia tukajana. Hata sijasuka na nijue. Yaani muone kitu cha kwanza. Yaani naona mimi mwenyewe. Umeajiliwa duka sila. Sikiliza. Okay, sawa. Swala la kusuka na kufanya nini niachie mimi. Jiandae na kuja kwa sasa. Sawa. Twende shule. Ndio maana kupenda maiwi wangu. Fanya hivyo. Yaani nataka nikija nikukute tayari umejiandaa. Niko nje ya muda. Sijali kipenzi changu, niachie mimi hilo.